Kwenye ubalozi wa nchi ya Marekani anaonekana bidada Sarah akiwa kaongozana na mtoto wake wa kuitwa Josh, na lengo la kufika hapo ni kwa ajili ya kuchukua visa ya kwenda nchini Marekani, kwa sababu kuna kazi fulani hivi ambayo bidada aliipata, so akawa anataka kwenda kwa ajili ya kupiga hiyo misha ambayo kapata bwana. Sasa wakati yuko hapa ubalozini, dogo akawa anamsumbua sana na kutaka kucheza na mama yake, kitu ambacho mama yake hakuweza kwa sababu pale hapakuwa sehemu sahihi ya kucheza na watoto. Sasa wakati anasubiria foleni yake na vile dogo kusumbua, ikabidi aende kuulizia kuhusu foleni yake, mbona inachelewa, kwa sababu mtoto anamsumbua sana. Na yule bidada wa mapokezi akamwambia kuwa hivyo vitu vinaongozwa na mashine, so inabidi asubirie tu, lakini kama mtoto anamsumbua kuna sehemu hapo ubalozini iko special kwa ajili ya michezo ya watoto. So ikabidi bidada ampeleke mtoto wake akacheze. Alipofika pale akamwambia mtoto wake asitoke, anaenda kuchukua kahawa then anarudi. Sasa wakati anachukua kahawa huku namba yake kwenye foleni ikawa imefika, so ikabidi aende kumchukua mtoto wake ili wapatiwe huduma waondoke zao. Sasa kitu kibaya na cha kushangaza, anafika eneo lile hamkuti mtoto wake, na akatafuta kila kona ya ile jengo hakumuona. Baada ya muda mfupi wakaja askari wa eneo lile na kumuuliza shida ni nini, maana alionekana kwenye CCTV kamera akiwa anazunguka. Ndipo bidada aliposema kuwa akapotelewa na mtoto. So ikabidi wamuite kiongozi wa hilo eneo ili azungumze naye, na kwenye kumkagua wakagundua kuwa huyu bidada ni mwanajeshi ambaye alihudumu katika jeshi la Ujerumani na alishafanya kazi kadhaa, na kazi yake ya mwisho ilikuwa ni huko Afghanistan ambako alipata majanga na kupoteza askari wenzie ambao walienda nao huko vitani, na yeye mwenyewe akapata matatizo ambayo yakampelekea kuonekana kama akili hazijatimia hivi. Lakini kitu kibaya, wanamwambia pia kwenye kuangalia wanagundua kuwa taarifa zinaonesha kuwa huyu bidada hapa ubalozini amekuja mwenyewe tu na hakuwa na mtoto, kitu ambacho bidada anakataa kabisa, na hata sisi tuliona kuwa aliongozana na mtoto. Sasa iweje umwambie kuwa hakuwa na mtoto, kitu ambacho kikamchanganya kwa kweli. Sasa wakati wako pale bidada akaona msinitanie nye, yani nimekuja na mtoto wangu then mnaniambia sijaja na mtoto, inawezekana vipi? Ikabidi akichafue pale, lakini hata uifaza naye alikuwa vizuri kwenye mkono, so akamdhibiti na ikaonekana kama bidada amechanganyikiwa hivi na ana vitu vyake ambavyo vinamsumbua kichwani kwake. Sasa wakati wanasema bidada akachanganyikiwa, ikabidi wamfungie mahali ili waendelee na taratibu nyingine. Bidada akatoroka eneo lile ili ajaribu kumtafuta mtoto wake, na ukizingatia bidada na mafunzo ya kijeshi. Sasa kwenye harakati zake anatokea sehemu moja hapa ubalozini, na inaonekana hiyo ni sehemu ya siri sana, haipaswi mtu mwingine yoyote ambaye sio mhusika kuingia huko. Na pia bidada anagundua kuwa hiyo sehemu ni kama apartment hivi, kwa sababu kwenye hilo eneo alikutana na bidada mmoja hivi ambaye kafungiwa eneo lile. So ikabidi waeke deal kwamba Sarah amsaidie kutoka humo ndani, na yeye huyu bidada amsaidie Sarah kutafuta mtoto wake. Sasa kisanga kikawa kwenye kumtafuta huyu mtoto. Sasa tamu. Huyu mtoto baba yake ni moja kati ya wale wanajeshi waliokwenda Afghanistan kupambana dhidi ya makundi ya kigaidi, na huyo jamaa naye alikufa kwenye ile ajali ambayo iliua kikosi kizima na kabaki bidada peke yake, naye ndio huyo akapata majanga na kuonekana kama zimeruka kiasi. Sasa mzigo unakuwa patamu pale ambako bidada anagundua kuwa ile mission waliyofanya mara mwisho Afghanistan na kupelekea kufa kwa wanajeshi wote ambao walikwenda kule na kubaki yeye bidada, kuna mtu ambaye aliwauza kwa magaidi, na mtu mwenyewe so mwingine ni huyu Faza ambaye ni kiongozi wa umundani ubalozini, na ni Faza ambaye ametengeneza mazingira ionekane kuwa bidada hajielewi, kachanganyikiwa. Sasa kwa nini afanye yote hayo? Bado haitoshi, amemteka mtoto wake na pia anataka kumuua. Kwa nini? Ikabidi afanye mipango na ule dada ambaye kamkuta mule ndani ili kusaidiana kujua ukweli na pia kumtafuta mtoto wake. Na baadaye anakuja kugundua huyu Faza naye ana mtoto wa kike pia, so anafanya mazingira anamteka yule mtoto kwa kumdanganya, na dogo akaingia kingi na kwenda kujifungia naye kwenye kijichumba na kumtaka yule Faza aweze kumleta mtoto wake, la sivyo yeye pamoja na huyu mtoto atafia humu ndani. Na kwa kusisitiza hilo akafunga sehemu zote ambazo zinaingiza hewa, kisha akawasha moto kwenye kitu kama mshumaa hivi, ambapo gesi kutoka kwenye ule mshumaa ikaanza kusambaa mule ndani na kutengeneza kitu kama sumu hivi, ambapo yule mtoto hakuweza kuvumilia na kuanza kuishiwa nguvu taratibu, japokuwa yeye mwenyewe alikuwa hajui kama katekwa hadi sasa.
Sasa kadri muda unavyozidi kwenda, hali ya yule mtoto inazidi kuwa mbaya, kitu ambacho kikamfanya bibie kuingiwa na roho ya huruma, huku baba wa yule mtoto ambaye ndio huyu father amegoma kabisa kusema mtoto wa Sarah yuko wapi, na pia hakutaka hiyo issue ifike mbali kwa sababu kuna mambo yake mengi sana ambayo ameyafanya na endapo yakigundulika itakuwa mbaya upande wake, so hakutaka kuongea kabisa. Sasa kwa sababu bidada naye ni mzazi, ikabidi amwachie yule mtoto, ila akataka kuongea na baba wa huyo mtoto na kujua ni kwa nini kamfanyia yote yale, na pia ni kwa nini aliwauza huko Afghanistan, na pia ni kwa nini kamteka mtoto wake na kumsingizia mambo mengi sana hadi kumwambia kuwa yeye ni kichaa. Basi mwamba akaanza kufunguka, anasema akafanya yote yale kwa sababu kule kwenye mission ya Afghanistan alionekana kwenye kamera ambazo zipo pale alipokuwa amekaa wakati amepanga deal na magaidi. Sasa ilipotokea lile tukio akajua mchezo umeisha, lakini bidada hakufa na akamwacha kwa sababu bidada alikuwa kama mtu ambaye kapagawa hivi. Sasa kuna mwandishi wa habari ambaye akawa anamtishia maisha mwamba, na jamaa akamtafuta sana lakini kashindwa kumpata, so ikabidi atengeneze mazingira ili amuue bidada ili ushahidi usije ukamfikia na kufanyia kazi. Ndio maana akaandaa barua fake na kumtumia bidada kwamba kuna kazi inabidi akafanye Marekani, na pia alivyoingia pale kweli alikuwa na mtoto wake, lakini yule mtoto walimfuta kwenye zile footage ambazo zinarekodiwa na kamera ambazo zipo humu ndani na kumtengenezea mazingira bidada ili chochote atakachokisema watu wajue kuwa kachanganyikiwa. Kisha akachomoa bomba na kumpiga bidada ya mbavu, kisha akajipiga naye mwenyewe mguuni ili kutengeneza kesi kwa bidada aonekane mhalifu, huku akiamini kuwa kila kitu kimeisha bana. Kumbe bidada muda wote ule ambao alikuwa akiongea naye alikuwa akimrekodi bana, na alijikokota hivyo hivyo na kuiweka ile record kwenye speaker ili kila mtu asikie maovu ya huyu father, na endapo angechelewa kidogo tu walikuwa wanavunja mlango. Na baada ya mambo yote yale anafanikiwa kumuona tena bwana mtoto wake akiwa anaendelea kupatiwa matibabu. Bana huu mzigo hapo bana unaitwa Exterritorio wa mwaka 2025 na ni bonge moja la movie kali sana za mwaka huu. Pita nayo kwenye comment hapo na uniambie umeonaje huu mzigo bwana. Mimi ni Cliff Davis and this is Movies Time.